nadai checks. I just did it. Adiki kunaweza check. Atudini na fake na dealing shilling percent. Na profit 100%. Profit kibe unabaki na Starting with 1%. What's up, good people? How you doing? It's your girl, Miss Manjandungo, on yet another one. This is TOPC featuring my co-host, Mr. Truthful. and I think the rest of you can say your names. Let's start from there. John Curtis. I deal with engineering. I'm here for a good time. Sir? Greg again, man of few words, hustler, grinder. Yes, kijana ambaye unacheka, tuambie jina lako. Mbona unacheka mwenzako? Let's hear your introduction. Mimi nimekuwa mambo kwa grind. Hello, my name is Dominic Savio. I do anything else apart from grinding. And with us here today is Mr. Elvis. Ambia watu jina kitambulisho. Mtu Elvis. Elvis like the musician. No, like Isaac. So, Uncle Izo. Uncle. Call me uncle. I'm just a business person. I'll be selling whatever. I'll be selling what? Wow, when he started with business person, I thought she was going somewhere. Yeah. You'll be selling whatever. Yeah, I'll sell you anything. What? Yeah. That sounds very wrong, but okay. We will not question. We are not the government. Everything. And this Underline the word sell. Underline sell everything. You're crazy. So let me ask you guys a question. So think about it. If Kenya's economy was a person, what would their profile look like on Tinder? Let's start with you, sir. Kenya is at 61. Yeah. I think it will just say that simple thing. I'm 61, but my back feels like 100 years. And you? That's food for thought. Pass. Yes, kijana umepatiwa. Na hivi tunaitanga jeni wase kucheza relay wanapeana. Baton. Baton. Ah, nice. The baton is yours. Maybe. Come back again. Kenya. Acha tuende pole pole. If Kenya's economy was a person, what would their profile look like on Tinder? I'm needy. I just need help. Yani for now ni kama inaka you are the negative energy that people don't want around you. I would say that. You'd say that. Yeah. Mr. Adiedo. I don't know how Tinder profile looks like, but Red flags. but yeah, it is I'm lonely. Looking for someone who wants to have fun. I don't know. Someone wants to have fun and you're like, I'm lonely and I've been struggling. Mr. Isaac, Uncle Isaac. I think we'll just be like those catfish cats. Okay, like good pictures, then complicated. Nice one. Good pictures, then complicated. Oh my god. For me, I think your profile ingeka tu vile inataka. Every day unaingia kwa profile una change kitu. Did I say I was 61? I'm at 35, you know. Ingeka tu scam. You're gonna say I borrow too much, but I sell hope. Do you sell hope? Everything. Wewe unaweza uzia watu matumaini. Matumaini hizo za tumatumbo. Tumatumbo is wild. Oh my goodness. So let me ask you guys something. What do you believe is a survival kit everybody needs to survive in Kenya? Tuanze wewe, Mr. Financial Accountant. A survival kit doesn't need any in Kenya. Financial no. And be willing to do anything. Unaona kama sasa for example venye
venye watu wamegraduate maskola kama nyinyi hapo, unajua hapa kila mtu ni scholar, si ndio? Engineer, Architect. unatutisha uni architect. Interior architect. Unaweza nichora? Unaweza kuchora job. Engineer, grinder. Forex trader. Grinder. Hey, unaweza nini mse? Our great camera crew there. You see, we do not want to believe that we can start low and go up. We want to brag about decrease. In Kenya, you need to forget that. That is the only way you survive. That should be your number one survival kit. Believe you can start low even with your high-end degree, and then you come making. Otherwise, tashinda ngapo unaangalia ule mtu alikuwa anapata D. Bwana ananishinda kwa hii life. Mimi mtu aye na kierere yangu niko tunde. That is my best survival kit. Be ready by the to do anything, but don't sell your soul. Tuambie grinder. Wewe ndio unakaa uko na hizi Mr. Hustler, tell us. Okay. Hata mimi I sell everything. I just don't sell my ass. Kila kitu nauza. Huyu anasema na sell kila kitu. Kila kitu nauza. Anauza. Maya inafanya. Of course, I sell everything. Hakuna kitu siwezi uza. Wewe na dini na electricals. Mimi natafuta mimi kabisa. no, very broker. Hey, Broker hey. na kasra. Broker, Middleman. Yes. Title ndio inafanya ikae different. Broker. So connector. my point Adapter. is, kila mtu akitu na Con man. Why do you people give broker people? They are con men. bana sini intermediaries wa the rich na mwenye atakuwa kitu. Si kuna mtu huko unaweza kuwa na do lakini hujui utapurchase hiyo kitu. So inatokea hapo. So what agenda wiko ni kila mtu akwe na initiative, like self initiative. Tusihavu tu kublame kila time Kasongo au afanye hii, the leadership is bad. Wewe unafanya nini? But it is bad. Kijana engineer, tell us. Okay, me for ona naweza sema yani life hack yenye Kenya kila mtu anafaa kwa nao maybe ni have a bit of knowledge in everything. Okay, hata see just small bits of knowledge. You na believe business inakuwa created in the world of the unknown. What you don't know and I know, I create that business in between. Mna take notes hapo nyuma. Backbenchers. Adedo, tell us. What is the question? Hey. Hivyo ndo lazima babu. Naweza mimi huyo atoke. Anaweza toka. Maana watu wa kamera wanaweza mudake. Akae shot kata hapo. Eclipse is wild. I didn't know the question was. I just want to get the question even si pote. Mtu alikuwa architect aje. No, like the question was, what do you believe is a survival kit everyone needs to have to survive in Kenya? For me, I think you just need to broaden your skills. Yeah. With I'm just I'm just a designer. Yeah. So you broaden your skills. Now when focus so open-minded to the extent that you're close to doing anything. Anything that makes sense. Because I may not be in IT, but I want to understand IT. I may not be in that mindset. Right now, in the economy aside, in the whatever situation we always say mati hiyo stuff inakuanga na nini anafanyanga. Because then you lose that opportunity. So I think you just need to broaden your skills. You're too ready to learn. You're very, very flexible. You should be very flexible. Hapo unajua hii economy yetu ina starehe. Kuna starehe. Kuna starehe. Starehe iko kwa 1%. Economy. Starehe iko kwa 1%. Unajua sherehe inakuanga tumepeleka stress sherehe. Inakuanga escape from reality for some hours.
alafu unajidanganya, alafu unachosezo umeenda umespend 7k kwa mzinga, alafu unarudi tena unafikiria na nafaa kununua ile nini na sina. Huko na umechangisha mzinga karibu 3. Peweni, mimi ni architect, mimi ndo nasema. So sherehe inakuwa tu in the moment. The moment. Because when I'm sure when uko loaded proper, hautapiga sherehe unapiga sai. Sherehe inabadilika, inakuwa sherehe fulani kuna pika udosi kidogo, unajua imetulia, haina parapara mingi. Unaonanga osho na VIP wameamka wanaangusha mahaga. VIP wamekaorobe chini tu wanapiga shot zake, lakini shuka hapo chini pesa tu high tables. But difference ni unaona maskini hapa chini wanafanywa wanasimama kwa club kurombosea. Hicho unajua hawana uwezo wa kwenda na huo mtu. Mtu wa VIP anajua hapa ni guaranteed tunaenda na huyu. Hapa wengine take advantage hiyo moment, survive hiyo time. Hiyo survive kitu ya club. Hiyo moment take to have a good night. So I think you just broaden your skills now for very open minded. For ready to take on anything that makes sense. Otherwise, if you stick to your skills utapotea. Because remember, your skills iko na how many million people pia wanaifanya? Wengi. Exactly. Wengi sana. Yeah, you're not the only stand one. Out. You're not the president. President ni mmoja Kenya. Yeah. Uncle. On this one, I'll go with What do you like, mean? Like, amepulila ile kadi ya deputy principal. The principal has said everything. mine is just to echo what mwalimu was saying. Unaweza kila kitu. But tupate hizo survival skills unatumia. You know, to add to Adido say, fear. Yeye ankoa hizo. Usikie to add on. Kuongezea, kusisitiza. Like you say, people say a jack of all trades is what's the saying? We don't know. Tunaomba tu tuambie. Mimi najua ile movie ilikuwa inaitwa Jack and the Beanstalk. Chuck Norris. Igari. Oh, the day of Jack. Oh, but kuna hiyo saying ya jack of all trades. But sijui ni shangaji. Ai, kwani iko na mwisho? Ishi hapo. Oh, I'm just asking. Alikuwa kitu wa jack of all trades. Kuna muendeleo. Anko. Tuambie anko. Meja baba. So a jack of all trades is a master of none. But he's still better than a master of none. Mzazi wake aone hii video. You get it? We get it. Umejaribu kuconvince ndo tusindoja kupatia. Now continue. How do we apply that in our day-to-day life in Kenya? What I'm saying is like I was just adding to that point. Like take those skills you can. You're better off with those small ones than if you have none. Oh yeah, true. So yeah. So yeah. Enyewe ni anko. Wale anko wanaambia ngwata. Ni the same way tukiwa shule wewe uchapea di masters. Kuna msema kutia mali akafanya sijui graphic akapitia kwingine akafanya sijui 2 months nini akapitia mali so that guy akujia hapo mbali. Yeah, true. Wewe umechapa hiyo masters ni kama theory na everything unaelewa. So unatoka hapo kwa uko na title ya masters, doctor whatever. But what is the best on hand? Yeah. For lecture. That is the best opportunity to come down in front of you. Mzee alishaniambia ati yeye hawezi taka kujoin an industry yenye hayuko assured of the top. As in yeye alikuwa anasema kama ni politics, kama ime yangu sitakuwa the top most ni president. Sema then no need to join politics. Sema in any field and I thought saa zingine pia nipoa saa zingine kama unaangalia kitu just say move. Yani elimu yako iko huko juu but usikue nini impressed. Because down here is where all the pressure is, and the pressure will either break you or you become a diamond. Sure. But I think for lack of a better explanation, I think Kibaki messed our education and our skills. People praise him too much, but in education he messed.
No, that was one of the biggest achievements. No, of his presidency. he messed our campus and our education. Tulitoka You see, tukiwa macramming master. you see our parents when they used to go to campus, remember our campuses, people will go to Uganda for whatever in Makerere. Only Makerere was offering that. University of Nairobi had something of their own. Lecturers will give you skills. KU teaching and something else as in a specific skill. Kibaki decided to charter everything to be a campus. University of Nairobi, the biggest university, can offer a course called governorship. What is that? Even lecturers are not enough. One lecturer will run from economics kidogo kwa huko tena anaenda sijui Chiromo kufunza sijui nini. We are not given skills in campus nowadays. We are given theory. We came out of campus with a lot of stupid theories. Nothing, just theory. Ukiamua apply hiyo theory anywhere, ukienda hivi job. Kibaki is the whole story I'm saying Kibaki is just chilling. It's okay. So you see, when this stupid president of ours wakiwa na wale watu wao walijaribu come up na hizi TVETs and whatever, people were abusing them. But if people had taken these things seriously, this country will be very far. But you see, the 2 years certificate, 1 year diploma, people are being given skills. Yes. But sasa Kenya mlidanganya watu, 4 years. mtu wako na degree ako juu ameshinda mtu mwenyewe anaweza fanya plan. Unajua saa hii na hii kichwa yangu kubwa ati tapi inaweza haribika kwangu nianze kupiga masiku. Really? I'm man. Doesn't make sense. but Sina hizo tu skills ati siwezi change bali. So azizi hata tigwe mirror kwa zishona. Imagine as in Back in the days walikuwa wanafunzwa kushona primary. Nope. So you know the problem is the education pyramid is supposed to look like this. So even if you watch movies in It's the a States, pyramid, yeah. it's supposed to be like this. But since a country like Nigeria, for instance, iko hivi upside down. Kila mtu Nigeria is a doctor of sijui hunting and gathering, doctor of what. Kenya pia tunaelekea hapo. Hii pyramid inafaa kubaki hivi. So the moment ime overturn iko upside down, that means people need to have more certificates, kidogo diplomas, kidogo degrees, masters, PhD, kidogo sana. That's how it's supposed to be. Kenya iko upside down. No, then Kenya the greatest person in your face is Matiang'i decided campus inaweza enda na mtu any grade. That is where we are. But so what do people go to do in campus? Nothing. That is my point. By the way, ukitembea siku moja take chance tembea hizi sijui TTI, TVET, whatever, polytechnic. No, I know. Mtu unapata hapo watu wana grind. Hata kuna rules. We grind huko mse. Unapata huko watu wana hiki tia carpenter inafanya hii ya kunia kupiga randa. Watu wameshoneni watapiga randa. But you know the difference? University carpentry, they don't have these things that you never. You must say you carpentry. Imeingizwa kwa engineering lakini they don't have your course at bali unaenda unapata ati wako na mwalimu hapo wanafunzwa au yao ni kuisoma. Sasa mimi nasema unaisoma then ni kama mechanic ukienda pale ama mechanic wa mtaa walijifunzia mtaa. Unajua ukimpelekea gari ataisikiza atakwambia iko nani, lakini hawa sijui mechanical engineering whatever automotive hiyo mageti hapo hii ya kudumisha dala hao wengine wa campus hao watu wa automotive anaanza kuambia sijui carburetor anaanza kuambia mafuta wacha tuweke kwa machine kwanza madam. Alafu hata kusaidia I think campus was supposed to create managers. But you see now with the CBC hiyo wanajaribu sasa kuambia watoto kuja na kuku shuleni education system. Okay, that was the whole purpose of but wanafunzwa kupika as in hadi wanaanza kufunzwa vitu hata nini sasa nimeona wamesema mathematics si must hapo wameband ama ni peke yangu hapo haikuwa ni mimi hata nilikuwa nilizoza mimi wangetwa tu CRE waachane na math. Math ni basic necessity. CRE is the most useless subject we ever study. Unataka kuniambia msee hajafanya math anaweza kuwa critical thinker? Anaanzaje? What is the probability? What's the problem? They are doing vectors and pretending root ni short. No, but math for them say kwa chap chap. Ona serious hiyo ilikuwa misinformation na hizo. Misinformation.
Yeah, ni part of the nini. It's published. Physical exercise, PE. Very literally Very important. compulsory. Kiswahili compulsory. English compulsory. Kuna kitu inaitwa community whatever something community. Hizo nende compulsory. That's the proposal. So Then you choose from chemistry, biology, huko tatu zingine. So PE compulsory, English compulsory, Kiswahili compulsory, alafu kuna community service. Sijui what is that message. No, CBC is okay but iliharakishwa one alafu wa take time kuielewa. Hata walimu wajua. Wanaingiza vibaya. Kiongozo. Wanaingiza vibaya hiyo kitu tunaita education. Walimu hata na unajua we are maybe 2 years tumalize mambo ya hiyo 844. Form 4 2 years kwa imeisha. hiyo form 4 ndio ya mwisho hiyo. Hii ni ya mwisho. Hiyo form 4 imetoka ndio ya mwisho hii last year. So it's either CBC yenye sahi ndio the future of it. We can't track back kwa hiyo attitude kwa For voice ya irudi, that was the most stupid education we ever started. but you see you are wewe umesoma hipo Amejifunza vitu. Huku nje nimejifunza vitu mingi sana zenye walimu wangenifunza. Mwalimu alikuwa anakuja hapo class tipsy anasoma lakini hiyo time by the way just tumejikupasi ilikuwa initiative yako 75%. unafikiri ati mwalimu kuna kitu alikuwa anakupigia kama ungekuwa watu wote wajibu krama wako wana pass Cramming power. So unasema ni cramming power. Sema tu ndio walikuwa nilikuwa nimeongea na lecturer fulani imeruhusiwa alikuwa anasema ati story hiyo cramming sasa wanaenda wakiitoa sana azin mambo ya sasa hata most of mtihani zao zinakuwa inaitwa ile hands on physical exam ile you do this but the problem inatibia walimu walikuwa wanatufunza wenyewe walikuwa na cram. Oh yeah, true. Okay, nasema the initiative is being taken from now on ile wanaimizwa yani nakumbuka Kama unasomeka novel. my lecturer wa campus you see the whatever alitufunza nayo hiyo whatever alikuwa nayo hiyo alikuwa anatuambia the same thing amefunzana 10 years ago Exactly ndio. amekuwa na hizo vitabu hata zinakaa brown hiyo theory alikuwa anatufunza ameifunza 10 years ago. So when did you have the experience of Azina wakamu mimi nakwambia kitu kuna nimeona hao walimu mimi hata kama tuseme jana tena campus hata high school mwalimu kijaribu kumchallenge ati hesabu iko na formula nyingine uliona mahali atakia na jam amekasirika yeye anajua tu ile yenye milioni moja alifunza huko kutoka sijui 1980 amini kuna formula nyingine inatokea kwanza ukikuja na formula nyingine walimu walikuwa na jam vibaya sana unajua binia wewe unajua kuliko mwalimu si ndio you know many as in they don't want to hawataki kufanya kitu kingine tofauti ni ile tu alafu ilikuwa hapa kama walimu wote wa KM niko sure hata wengine wako na kuja na kitabu daro the same example. alikuwa anakuja hapa na nikamolani anything that involves skills hawezi tumia the same syllabus 10 years ago. Not. Anything that is a creative Because zina change software zina change so unafaa kuenda na so unapata meaning ya class walikuwa wanafunzwa na ArchiCAD back in the days ku design nyumba hadi leo hiyo ndio tunatumia hiyo ndio nilifunzwa na campus. Then you come out here unasikia kuna software zingine unafikia hata interview unaambia okay so we are here we are using this and okay so ndio tunajifunza yeah. Actually a lot of people wamesema they have learned on the job like hapo ndo discover so background is different. Imagine mwalimu amefunza media and everything kuna cameras jimmy wakagani na ume collection for 30 years sasa unaelewa kishobadisha Unasema hao videographer wetu wanaweza mfunza mawantu utapata wenye wamejifunza hata ndio walimu. Oh yeah So hiyo for kidogo imeband because you see you look at a country like sijui ni China ama ni Japan watu wako class 4 tunaongezea kamera bana tunaambia hizi vitu mingi tunatumia my earphones ni ndo wanaunda which is but you see, the biggest weakness pia na Africa na Kenya mostly we are rigid to change. When change is brought people fight it. Then we see it as a bad thing. And sometimes it is a very good thing but we fight it. Imagine those people who are fighting Thika Superhighway. Just imagine. Yeah, people are fighting. Oh Jesus Christ. against it Sasa inakamfala lakini hiyo time maybe ungekuwa unachangia. Mbona tuko hivyo because it starts from mambo ya culture. Exactly. Tunashikilianga ni yetu hivi culture zetu unaona kama the same way mtoto anaweza kuja hapa
ati ameingia hapo nini unasema wewe mtoto heshimu wazee hizo nini. Unaelewa, inaanzia hapo, inaanzia vitu kama hizo. No, but the problem is pia media yetu you to feel sana. Unaona kama unaweza pata kitu mmoja tunaambiwa economically it will help us so much. No. But media inatafuta ile sasa kitu negative. Hii pesa tukipewa inataka isisitizie hapo hii hapana. That is the worst. Hatuwezi songa, tumekwama. No, I think the problem is, I think when an idea comes up, it's not discussed. And then you're told how when CBC came, seriously, kuna CBC na come. Nani to explain here, this is what we hope to achieve. This is what we hope to achieve from this. This is what we expect the kids to be doing. These are the equipments we're going to put in schools. Nani ali to explain vitu kama hizo? No, but unajua Kenya watu wenye wanafaa kutuona to explain hizo vitu wana behave kama typical babies wa relationships za high school. Huyu mtu ujuaje involved kwa CBC? Anajua CBC ni poa, but juu wako involved na hata pata kitu hapo huko anapiga tu ya pia. CBC ni mbaya, CBC ni mbaya. It's the same thing na relationship. Kama anko hapa amededi mtu fulani, Jose badala aseme by the way anakapo anaanza kuambia anko kina kavi baya ndiye aende. Apiga U-turn. About mission. Yo ni joke. No comment. but let's talk about it. So saizi imetokea from social media. It is alleged that everything that goes to the United States is made from China. But huku nje tumekuwa tukiambiwa vitu zinatoka China ni mbaya, ni fake, nini. US only, hadi Italian products. Actually, the whole world. Let's be honest. Yeah. The whole world, not even Europe, hata huko kwetu. Sio kama made in China. But US wanted to be a superpower, lazima wangesema vitu zingine. Ni sawa. But do you know they've made us believe kila kitu inatoka China ni mbaya. Ati hiyo kitu ni ya China. Mtu ukiambia kitu ni made in China sio unajonga hii siku mbili gone. But kumbe the best things are made in China. Wacha nikwambie, unaona China wanakuanga wote Kenya walibit nayo maybe kama hata US sasa hivi yenye iko. China wamekuwa wakitengeneza, yani waliingia kwa business vizuri. Juu wanakuja na kuuliza wewe hii kitu unataka hivi. They give you the product kulingana na ile price yenye unataka. So waliweza reach out kwa everyone. Mpaka kulingana na price yako. So wewe ukitaka China utapata kuna vitu zinatoka huko poa sana. Actually si nini na kwanga nini China. Nini? The phones. The iPhone. Si hizi utengeneza huko the best ones. So wao wanajuanga waliingia business vizuri juu walijuanga everyone kila mtu hajatoshana. So we tutamtengenezea mali so Alto Kenya Alto. Diatsu. Wanatoa vitu poa sana. Product. China wanatumia Diatsu kwa airport gym natumia kwa barabara. Hata unaona ule una jamaa anaitangwa show speed anaitangwa speed. Uliona the election juzi sijui alikuwa ameenda huko city fulani hata hatujaisikia. Wewe ushaisikia ile sijui Chongqing ama iko city GS gani? Azin unaona hiyo place iko developed hata na hiyo city umesikia for the first time. No place kama subway nini unashuka stairs unaweza umeingia underground umeingia city nyingine. Ukipanda juu uko city nyingine. Watu wamebit. Mimi kwa hata nilikuwa nasikia hizo story ati will survive for another 50,000. Ulisikia hiyo story? Wakisema ati we have survived for 50,000 years without the help of everyone. Na hata we can do for another 50 years. China wanaweza. They made that statement. Watu wanajiundia jua yao unacheza na wao. Wanajiundia jua. Ilikuwa jua ama moon. Kuna kitu walijiundia yao. Hadi mvua sio utengeneza artificial rain na kunanyesha. But you see, nasikia kitu hizo nasema Kenya labda jua la. Jua la gani na jua lile tunajua tulishinda. Importing mpaka Joshua tuko sure naye. Nishua huko shua layo. So but mina insist the problem is unaona country kama hizo ziko developed they are not they are risk takers. They are ready to take that risk to change. African countries people don't want to change.
Ndio maana unaona kama for 60 years imagine hatujai kuwa na airport ingine. Hatujai kuwa na ingine. Rano ni moja. Ndio unaona tu kale kanyuka kadogo bahati mbaya. Bahati mbaya? Hakuna hizi mtu kuja kwanza ati kuiwa hizi ya kwanza ni keuti. Leopard, ona Leopard. Inaonyesha ni hapa. Inataka kuonyesha ni hapa. Ndio the fastest animal. Twende hapa. Hiyo inajia kuhepa kwanza na tukilia composure. Yeah. Ona kuna adrenaline ni hakuna komoni. Kama mende unarukana. Ona. Nikiona mimi mende composure. Composure ni ana sawa. Sina dedi hapa ni dedi hapa hivi dedi. Cheki, unaona kitu kama hizo wild animal. Kitu ya kwanza ukionyesha kuepa kitu kwa hiyo saa ushajime. Wewe ni coward. Wewe ni victim. Kama wewe ni brave. Hii ndio ile tulikuwa nasema sasa university. Hizo Twendeni. Hapa kitu ya kwanza unafaa ujue hii situation yenye mimi nakwambia si ati ni kitu tunaweza taka happen. Lakini ona wewe sasa mko mmepatana hivi one on one. Adrenaline natural. Hiyo adrenaline adrenaline kitu ya kwanza inakuwa ni either fight or flight, si ndio? Fight or flight. Na wewe uwezi as a fight of mnyama. Sasa unafanyizwa tu hapo ni wewe unataka leo wacha niulize swali. Si ndio? Mimi nataka tu uniconfirmie kama uko na proof. Uko na proof ukisimama itakuwa taka. Si ndio? Naweza itishia. Cheki. Kama uko na proof gani itakuwa taka? Ati ukisimama itakuangalia. Okay, sawa. Tumesimama. Hiyo unaona hiyo ni unknown. But known ni fact 100%. Ukiflight wewe ushakuwa. Hata ukisimama itakukula. Kama ilikuwa ikukula itakudisha. Kama ni sasa mawe na wewe sasa mawe umetoa mawe utafikia hivi nikicheki. Kitu ndawai. Tu hivyo nikiona hata God anaweza na hell. Sijajisaidia hapa. Sijajisaidia bro. Acha hiyo acha. Ule alikuwa Wachani jaba. Wachani na jaba. Ngoja. wewe umesema ni flight. unahepa. Mimi naangalia tu pale chu. Wewe acha hata apewe Ferrari ingie ndani bado leo itakushika. Lakini hii time ya unajua acha nikuambie Simba ikikupiga kofi moja all the bones in your body Simba poya Simba kama inavuta hata leopard ikipiga kofi Simba zinakuwa na mimi nakwambia si hao peke yao kitu yote ni wild animal lakini Simba si hata hata acha tuambie
Simba. Hiyo story yake ya leopard. Simba anatoka mbio, Simba haina mbio hiyo. Wewe. Unaongea leo na Leones. Lion, si Leones ni wipe. Leones sio zitakukimbiza. Lion iko na hiki. Lion haita. Lioness nayo na. Leo na kupita kupiga. Unajua antelope pia si strong. Inaitwa leopard si strong. Kama lion. Continue. Unajua leopard kama ile console iko pale. Hii console lakini leopard mtu anaanga hiyo kitu hivi kwa mti imeruka brand sijui kama vile unasema hiyo kitu haina nini. question hizo muscles za kule. Kitu iko na muscles ya nguvu. Unatafuta vipi kwanza? Unatafuta vipi na tatizo. Sasa huwezi fight na leopard utaipiga wapi? Unajua hivyo ndio nani that's why paka nini nyoka inagopanga paka. Paka inaanza mtu na macho wakati nyoka Wewe nikapaka sasa. Kuna moment zingine hata Mungu Udi kwa hapo chini. Kuna moment zingine Mungu amekuruhusu surrender and die. Surrender. Kwa nini? Surrender kusamia kweke bingu. Wewe basi sasa mimi siwezi sema acha basi nimesarenda ngojea basi si hata hivyo kitu ya kwanza wewe ulienda kwenye leo badingo kufanya. Na si unaweza kuambia history kuambia hii kitu siwezi jitaka kwa sasa. Hiyo hata hiyo composure lakini flight ni mbaya. Flight hiyo ni 100%. Cheki na ujue unepa wapi. Na unaenda kichwa unajua ni hivi. Na sasa unadhani most likely wewe ndio umeenda kwa habitat ya hiyo kitu. So unajua hizo places. So hakuna chuo. Hakuna chuo. Leopard chuo kwa wewe ndio umeenda kwa mahali umezoea. Wewe ndio unadhani mtaipa wapi? You know, I had a story. No, okay, it's not a story. It's a proven fact. The reason as to why a snake attacks you first after unajua nyoka ikiwa hapa na tumetulia hivi. Haiwezi tufanyie anything. But sasa ukiona nyoka mwili wako will release adrenaline na kuna ka smell huwa inatoa. Nyoka ikinusa hiyo inajuanga you about to attack. So inamwacha ni kuattack kwa kwanza ni defend. That's why nyoka hukuma. Ndio unaona watoto wadogo wanacheza nazo. Hawashtuki. Yeye ajui ni nini. If you don't get shocked, ndio unasikia mtu amelala kwa kitanda na nyoka, asubuhi umeamka umeiona umetoka mbio. Nyoka bora haijanusa hiyo adrenaline kwa mwili yako. Haiwezi kufanyia anything. It doesn't care. Hata kama haiwezi kufanyia anything, mimi siwezi just takuwa hapo. Nyoka na majamani hapa. Ndio hapo kesho discuss story. They say waoga will live kutell story. Ukikuwa hero unadai. Usema atakuwa hero. Afight na leopard. By the time ana fight si try. Lakini depend. Ika kwa hapo wewe sitakujia. Unajua mbio. Na unajua kuna possibility pia ni mnaweza angaliana itoke iende. Yeah, so ebu sasa unajua possibility. Nickelodeon. I've had people and rangers say his story before. Nataka Adiedo wa Google tuonekane kweli. Hebu check if you do a stare down with a wild animal kama itakuwa attack. Check for us. See as long as lion is No, just Google we see. Because nimesikia before like possibility hata 0.1 bado possibility. Aijuangi hii ni mnyama gani kwanza? Because like history ya museum. Acha Google. No, acha Google tuone kama ni uongo. No, I've had people say it before. When I mentioned nimekumbuka. Ndio mnasema Kasongo ni muongo lakini wanyama nyinyi waongo. Acha Adiedo wa Google. So lakini ukimbia nayo hiyo mmekubali 100% wewe ni yule. Ndio maana mimi naambiwa kila asubuhi kukimbia. Aya, wait guys. Wacha niwasomee vile inasema. In a real life encounter with a lion, directly staring it in the eyes could escalate the situation and the likelihood of a bite. Usimame hivi na lion. Pia yeye simame. Imeona baga ndio hii. Imekuwa na Leopard. There is another one. In a confrontation with a wild animal. Confrontation. Si mmepatana.
So, in a confrontation with a wild animal, avoiding direct eye contact is generally recommended, as it can it can be interpreted as a challenge or a sign of aggression. And then, the first thing when you see a wild animal, freeze. Resist the urge to move. Freeze. Hiyo story mimi siwezi jua. Gio. Ukiona kaa hivi. This year uko basi. Acha nitafutana hizi huko. Hizi nani? No, because we've seen this thing. Comfortable kuziona kwa TV. No, tumeona kitu ya team say ameona lion, amefaint, amejisusulia or something. So it smells it like kitu na kabasi guy. Sasa hayana. Akiona lion kama wewe. So wait. No, we were discussing. Story metoroka economy tukakani kwa balaya. No. We were discussing the fact that skills. Hiyo ilikuwa commercial break. Skills. No. Ukishoot na hii kwa komenda gym as imara. Hiyo story kato. No, wait. We were saying skills like if you listen to China's story, you realize Chinese people hufanya kazi na mikono yao. That's how they put things together. That's why mnazipeleka huko. But here in Kenya, kila mtu anataka tu kusit behind a desk, ashike laptop yake apigange tu simu. Dominic iko ile kazi ya jana. But that's what is making that is what is making the economy great. I'll say wanashikanisha vitu na mikono zao. They're doing it with their hands. They're not having robots do it ama nini. They put those shoes together, they use special machines, final product ndio hii. Put the parts of the phone together kwenye zinaikwa ndio hii final product yenu. So that actually has us back to his point. Skills zenye unafanya na mkono wako. Si theory ati a phone has a processor, a phone has a what, you just know the theory, but ukiambia fungua hii kitu tuonyeshe mali iko. So this new generation of ours, is it disadvantage? Very much. I'd say we are. How many people? No. Nah, Okay, let me just ask. generations. No, let me ask. No, even the it's called generation. Not even the Gen Z. Let me ask. You know why I'm asking that? Because they have been told embrace technology. And they have taken it too much. Literally. So they do not want to do anything else that is skillful. All of them have gone to technology to them is TikTok. Yeah. For lack of a better word. Na pia hata wakuangi very so hands on. Hataki That's why I'm asking, will they help us save this country or they will make us worse? Because now everything now is AI. Tumekuwa mazombie. Literally, everyone is on their phone. We don't even realize what's happening around us. That's a huge problem. Let's even ask ourselves, swali hapa. How many of you can fix their clothes ikiraruka? Unaweza? Sure. Unaweza? Kiraruka. Lakini itakuwa poa sana. No. Unaweza? Naweza. Unaweza? Mimi na Slimadi Trouser High School. Hey. Tunarudi kwa hiyo story, pause. Unaweza? So you see, these are skills a lot of people don't have. How many of your friends can do that? Tuanze tu Monday. Wangapi wanaweza fanya wenye unajua? But wasichana siku hizo wanafanya vitu zenye wanaume wanafanya, so No, they're basic things that somebody should be able to do, alright? Kama vile wanasema change bulb, but nimetoka hapa nimeendea diedo, jirani wangu ni mrefu acha kama ni. What are we doing? Huwezi jichange ya basi. Hizo ni manini? Useme hilo kama ati a small joke. Mimi naweza change bulb. Unaenda unapata mtu it's a full family na hadi bulb unawabadilisha. Wala sure, it happens. That's crazy. Sio ndio stima. Mtu anakuambia mimi hata unapata maybe ameka hapo bulb tumechange. Anasema bulb hapana. Mimi mambo ya stima I think nikiwa mtoi nilikuwa tu mwenda wazimu because I used to take electric things apart. Muda ulikuwa na jam. Napata umefungua DVD huko. What can be done to tusiende sana. It's okay to embrace technology and whatever, but what can be done turudi kidogo tu hivi kwa kugain more skills, because dunia mzima iko na shortage ya skills. Mablamba wanapatikana sijui wapi. That's why Kenya kila mtu hizo job majuu na kila mtu ametoka hizo kazi.
Sasa hii karibu TV zote mnafunga. Zimebaki sijui ngapi hamtaki kwenda shule. Sasa ukipatia mtu amaliza high school advice umwambie sisi wenyewe tulienda campus, take it from us, don't go to campus. Anasema wewe utaki nipitie Kenya ulipitia. Najua in 10-20 years labor itakuwa expensive kuliko the cost of material. Tunaenda America. We are going to a service-based industry nation. Yeah. Service-based. Tunaenda huko. It's all I was told After Plumbo party. What's a plumber? I was told in America to have somebody mow your lawn, you pay them a fortune. Carpenters, najua carpenter huko analipwa kama architect Kenya. Imagine. Wewe ni mtu ambao fundi ambao. Can you imagine? Labor huko ni expensive. But unaona China will take advantage of it. Do you know China when their kids are still young wanaanza kuingizwa kwa hizo Bas. industry waanze kuona kujua. Kenya ukijaribu kuambia mtoto nini, Kenya mzazi amekaza mtoto lazima aende shule lazima by thunder by fire. By the way, why do una just zile nikienda job nakutana na watoto wanaenda shule 5:30 I feel bad. Nani alikuja hiyo kitu? By the way, come to Ika 6 years. By that year. But that brother wangu ndo shule 5:30, he's 13, 14. Wanaenda na kudu? Na narudi late. Sasa hiyo ni mentality. Kutoka home hadi shule. Kuna wengine wazazi tu wanapeleka watu hii shule mbali. Mtu lazima aende. But mtoto akienda shule, sisi watu wa ushago, tunaenda shule naye. Mulikuwa mnaanza pale naye. Sasa umefika umechelewa kwanza umenaruliwa. I mean, my point is, why is struggling in a mad with a kid that is in nursery pre-unit or squeezing radio grade something, PPI or whatever. PPI iko ile nini ya CU shule. Mbona tunang'ang'ania na gari hiyo asubuhi na watoto wadogo? It doesn't make sense to me. Na venye makanga wa treat vibaya. Hadi 6 hapo hata hajashiba usingizi. Anakazana na wewe ni kama Wewe ameenda kusoma science. nini ameenda kudoze? What are Ni gani leo na dozi sijui. Baadhi tu wamenya kudoza. Kwa time table kuna kudoze. Si kudoze. 11 to 1. Kwa time table kuna kudoze. Alafu mnapikiwa mnaenda nyumbani. Do you think Wakenya tunaweza fika hiyo point tukubali kuembrace? Unaona hii kitu ya buy Kenya build Kenya, mimi na feel ni kitu poa. And I've seen some people taking that initiative. Charlie anaamua mimi ndio natengeneza akala lakini akala modern. Na ana video shughuli lakini utapata traki kumsupport. So the problem ni unataka kubuy airpods. But shida pia ni shida nyingine inakuja ni utapata kama wewe mtu mwenye anatengeneza akala. Wewe ndio unafikiria ametengenezea Kenya na ni ya Kenya, unasema hafai kukuzi expense. Exactly. Juu ndio unapata huyo mtu amekupigia hizo akala so wanazitengeneza wanazita sijui gladiator ama whatever sandals ziko na taya chini na ni kali. Pata mtu amekwambia sandal ni 2500. Wewe utanunua? Uko willing kutoa hiyo pesa kwa hiyo? Maziwa. Najua unaitoa kwa maziwa kwa sababu unaona Chris Brown amevaa. Chris Brown akivaa kalado utainunua hiyo 25. I think your mentality tunafaa kuacha. Si tunaona hata J4 sijui 4500. Kwa hivyo hiyo akalabo usinunue. Siko zijaribu kundeni. No, ni venye Kenya ni ya self. Unaona Kenyans tuko self. Unaona venye Kenya sasa hii Papa Jones anaweza kuja hapa chini na BMC kama si Papa Jones. Ndio Wakenya watakuja. Tunawatambua ma socialite kidogo tu angekuwa anatrendisha hizi vitu za Kenya akivaa kitu inatubamba, lakini nakwambia sasa hii pose anaweza tembea hapa tunapita na tunapose hizi nati but wacha Chris Brown wacha Chris Brown unaenda mbali Diamond hapa nataka malips hapa chibude hata chameleon akipika tu kona unasikia kila mtu Diamond watu wanakimbia huko. No, but I think najua nini pia unapata hiyo Khaligraph Jones umemwona akigro Uli komona. mwezi tuko ndeka kaloko hapo before the kunini so no, but you see what the problem is. Can we start having, let me tell you something. Wakenya sijui ni nini mbaya na sisi. We need to actually have a serious discussion. How many of you have you kizungu ndio hiyo lugha wenyewe. How many mkatayo kweli. Wangapi katika GN imeruhusiwa. Wangapi katika GN washaenda Bomas of Kenya ukasema acha leo nika appreciate culture ya Kenya. Ukae hapo uangalie different communities what they do.
oh this is where they came from, oh this is where they dress a certain way. Wangapi mshaifanya hivyo? Mimi nimeenda trip ya mimi nimejipeleka Willingly. Kasongwa na bomoa lakini mimi nimeenda Willingly. No, sasa ona vitu kama hizo sisi atuembracingi. Unakita kwa mnyongeambia oh Masa is used to make manyatas like this like that, and then we decide to revolutionize that and say these are the modern manyatas. Hii design yetu tunapanga trip ya Zanzibar na Bali, tufikirie no, tunafaa kuimprove hizo vitu zetu za kitambo, tukue na modern manyatas zimejengwa. Mimi nasema venye nani alikuwa anasema the problem is we don't have bold leaders who are willing to change this. But we can do it ourselves. We can power is for the people. Power is for those people. Let me tell you. Listen to this. Listen to this. What is it? You need influence. Acha niwaambie basi. Listen to this. So, mara ya mwisho mlienda hii kitu inakuanga Oktoba. Inaitwa waje hata nimesahau. Oktoberfest. Oktoberfest. I'm not talking about Nairobi show. Thank you, Madam Director. Nairobi show. Ile tunafaa ile ni Oktoba. Hey, get out. No, let me tell you. Sile zakaja manganya fest ni So you see, no, kama tungekuwa tunaenda Nairobi show, kila msee anaenda kushowcase talent zake. Wewe umekama up na vitu zako za different types of bulbs, this is the idea I have. Wewe umeunda masandals zake, mimi nimeanza ku make madresses za madem. Tunapatana huko tumeamua kila msee ashowcase system. No one is bold enough to change. Kila msee amue Aminda bookstand, water bookstand. No, tunaweza sema tufanye kama beshte. Tuende Nairobi show tuonyeshe wasee kitu different. Wewe ulete engineering yako, nilete IT yangu, wewe alete the finance aspect, wewe alete nini? Inaitwa biogas. Wewe ndo kama shonde ya ng'ombe, sisi tu together. And then we show people something that is najua get kitu unasema. Influence imeshika but nasema napenda suits. No, I get it. The best suits sijui zinatoka Turkey. It's fine. I get it, but I'm saying the politicians wote wanachukua Turkey. So iko planted in your mind. But that's what I'm saying. No, that's what I'm saying. No, let me tell you. I know of people that support Kenya 100%. Mikono mabishte nilibai sijui dada. But pia mimi nabai vitu karibu Kenya. So umeenda zako Nairobi show ama wasi wameanza tuanze kutumia TikTok unasema tuko live tunawaambia tutakuwa Nairobi show, we are showcasing some clothes. People don't want to watch those things. People want to watch people twerking. I'm telling you that is the problem with this country. That is what is entertaining people. Ukienda hapo hata hatuta like. Tutaipita hii. Tunabaki kwa hapo nasema hii ni ya kutumba kigomani. tutafuta mali breeder yako. Wacha mimi nikwambie, like you ladies came up with this thing of kuendea hizo hizi itafanya hizo za jikoni, wanaendea kamkunja ama sijui mashimo gani, then they come you exaggerate prices like no one's business, alafu mko huko TikTok mnazi advertise na mume triple price. Tutasapotaje Kenya tena? Sasa hizo mtu anajua kamkunja. Na mimi najua bado uliendea kitu uliendea sijui na Rwanda huko unasema ni 1500. Mama inasata fair tu bado it makes sense. Huwezi support. Na mimi nasema zenye ni kama sisi tukiwa hiyo wewe tulikuwa tunaingia watu wa mdogo huko karakara. Baba ni wale tunaendea huko matisha dikikomba takidhani tunaosha tunapiga pasi tunauza pacho. Unaona ni mkora dagare. Kwa hivyo wewe unajua dagare ndio maana sina system ndio nakwambia of nini umeongeza hiyo ni too much. Hiyo ni too much nakwambia. Hatuna watu nakwambia hatuna watu bold enough to change system. Unaona, for example, so ukiangalia our young politicians, instead of them coming with their own ideas and changing system, they want to be pulled by these watu wazee wanaingia tu kupuzia. Hiyo upuzi itaendelea. No, hiyo upuzi ya bribery, buying votes itaendelea because upcoming politicians do not want to come with their own things. Wanataka kuingia kwa. Unaona? I wish mtu kama Babu angekujanga anze tu chama yake. Exactly. Kijokes tu iko na ideology tofauti, but yeye anataka kuingia ODM, uliganism ya ODM wafuata nafikiri ataitoka kwa hiyo cult.
Lakini si huyo amekuwa akidrift away. Hakuna hawezi sikia kula atarudi. Anataka certificate. Alisema baba is still is leader. Hiyo kitu ishamuingia ni system hawezi toka huko. So I think, anyways, you tell us how you think someone can best survive this economy. Like, since you're a finance guru, tuambie, tusaidie. Finance is exaggerated. Just a big word. See, generally, I think the problem is we don't believe in saving. Something in Kenya, by the way. Our parents never trained us how to save, so we need to train ourselves. And the biggest weakness is we think saving is saving a big chunk of money once. 50 bob is saving. It will count. But now the biggest trick, you need to treat savings as your daily budget or monthly budget. The way if you get money, you deduct rent, you need to deduct savings. That is the only way you will conquer this world. And also people need to try and invest in insurances. For example, if you had insurance, not even a single cent would have been spent by anyone. But you see, Kenya, we don't believe in insurance within their conmen, but they are not. You can have an investment insurance where, for example, you're saving 6,000, watu wanakuwekea wanabuy nazo bonds, then after 10 years mtu anakuja anakupatia lump sum ya kama 1 million kama ilipata hiyo kulingana na policy zao. Imagine after 10 years upewe 1 million, just like that. This was not kweli. Yeah, it is true. Unapo hivyo you can do, imagine kama leo ungekuwa ulianza today 10 years inaisha leo, Tuesday unapigiwa simu unaambiwa hapa ni Britam, pesa yako imemachua kujia 1.5 million today. And what happens if you will not remember? Yeah. Ile pesa ulikuonekana 6,000 kidogo ama 2,000, hiyo siku na hiyo 1.5M umepewa hivyo 1. What happens when a company like Britam dissolves? Now you go to a big company. Britam cannot dissolve. I'm just saying. Ndio maana kuna watu kama Aki. Na ikosa kumachua. Nakosa kumachua aje? Si labda ukose kusave. Uache. Ukiacha katikati ile pesa. Ukiacha katikati unless umeachia kulingana na terms zao, sasa utauliza different companies have different terms. Kuna pale ukiachia pesa yako inakunywa maji, baada ipotee ile siku utataka kurudi, utarudi uendelee pale uliachia pesa yako. Treasury to buy bonds na treasury. No, pia sasa kuna hiyo bond na treasury. But now you need to know the risk you are taking. Watu pia wafanye money market. Shida ni watu wanaogopa kuweka pesa mahali. Kusave pia kama hiyo pesa ikusaidie na kitu, it makes sense. As in if you are not saving for a goal, it is useless. You see if you are saving, doesn't make sense. If na zile vitu kama nje kuna kitu kama saving for a car. Niambie mbona? Because if you go, let's for example umechukua a finance for a car. That finance you're paying 50k. You're the same na ile 50k ulikuwa una save. So ni ati yao wamekuforce. Ni yao wamekulazimisha. So because if you save it, let's say uko na a meter and you want a 2 meter car. So if you save at 50k, ikiwa kwa account you can use sometimes. But hao wamekulazimisha, umeenda finance. So you have to give them that 50k. Yes, you have. So you enjoy the car you want to enjoy 5 years, unaienjoy sana. So in 5 years utakumalizia loan but utakumenjoy hiyo 5 years you get it. So ina depend pia na situation. If you're saving for something, kuna vitu zingine si za kusavia. Vitu mingi sana si za kusavia. Yeah. But people need to, I keep saying, I wish our parents had told us to save. So unajua wengi tuko trap kwa hiyo kitu yenye ilikuwa ina trap was that you get paid salary, you pay debt, then you take another debt to survive the remaining part of the month, then you get salary, then you pay debt, unashindanga hivi. Hautoki kwa hiyo sako. The sako that retired president alikuwa anataka kutuweka. But watu wako wanaona. It's a very dangerous way. So that is all from me and my house. We'll serve the Lord. Oh, for saying for 20. What did you say? Mimi sina cha kusema but ningetaka tu kusema ni hayo machache, si mengi, ila nuksi na kutusti si ya kutupwa na kuacha, ukiachwa huachika.
Ukiona maisha mzuri ni mbaya, jaribu maisha mbaya, maybe ni mzuri. I didn't know drugs are bad. Drugs are bad. Kunywa maji. Drugs are bad. Kunywa maji kidogo. Uncle, what is the moral of the story? Story. Umenyamaza. Umesikia umepatiwa financial advice? Yeah. Wewe una saving kichwani? No. So really from hand to mouth. Like that's not the story. The story is hatukufunzwa hiyo, hatuna hiyo saving Culture. So unaona. Ndio sasa hii generation inapiga sherehe sana. Mwanzo sherehe. Piga sherehe. Kuna msee hata na pesa hii sherehe anapiga. Piga sherehe ni kaidi. But unaona ile kitu yenye watu dharau, yenye watu tunawaambia wana jokes, you need to always ask yourself, if today everything stops, can I survive 6 months? So unafaa ujitafutie savings yenye itaweka. If everything today stops, everything means your source of income. That is what is driving us anyway. If it stops today, utafungiwa nyumba hiyo the same month. Niliambiwa hautakula the same month. You need to have 6 months mbele, ama kama unaona ni bazu utapata another source of income within 2 months, JK 2 months after. Kuna someone ananiambia the same thing, ananiambia if you don't have your total income a month, if you kama una in saving for like 6-7 months, you're not stable. You're not. You will perish. Sasa kama for example kama unalipwa mtu anakuanga na 50k ama 20k a month, anafaa kuwa 50k anafaa kuwa na 300k yangu zangi. Like times 6. Ndio unasema uko stable. Kama una hiyo na maisha bado uko stable. So unaweza pata kuna mtu alikuwa so unapata kuna mtu alikuwa 70k yako stable na unalipwa 150 yako stable. This person who is paid 150k na kuna 200 G's kwa account, but kuna mwenye alipwa 70k na kuna 420. 7 guys, mbona kitu nimefanya hapo? Wisdom. Hata msiko ujiamini. Azizi hata ziko huko. Hadi yako. But that's not ile kitu nilikuwa nasema ni system. So hard for us to change system. As much as these our guy is a bad person and media said he's a bad person, we have seen he's a bad person in his own way. He's trying to give us a culture that we have never had. The hard way, very fast. The problem is he rushed. But the hard way, he's trying. Shida ni watu complain the hard way, lakini hizo zingine the right way for this country. But zingine zinakuwa kwa mfuko sasa. Yes, hiyo sasa shida tu ni accountability, but everything else on point. Ndio ni kama system hazitaije. Ndio kama sasa hivi sisi tulitolewa hiyo culture ya hatupo hiyo culture ya kusave. Imagine the generation after us, au hata ni basi. Mtoto amezaa kwa kile kitu anataka. Au sasa ni wasi. Au ndio wale tadi ile TikTok sijui ati ni save nifikishe meter day. Mkule. But I think some debts hazikwangi mbaya, especially kama ni debts za moving to the next thing, maybe kama investment nini. Basi Unajua hiyo ina keep up hiyo story ya kama if you're not saving, then at least we have something that But unaona disadvantage kwa kitu kama hiyo. Debt ni poa, but unaona disadvantage ya debt wa gani? Hutawahi toka. But people create well doing debt. Okay, debt as ukisikia debt, we just have a formula of how to finance your debt. Unaelewa? But if you can avoid it, because hutawahi toka. Debt may kill some of the biggest companies. Ukiingia hivi, hutawahi toka. Nani yule? Because unaona ile square gani alikuwa na kwa auction? Ana sina idea. Hata mkatana. Anaitwa juzi tu. Niliona. Atebito? Alikuwa na kwa. Ilikuwa jamaa si Kuria. Ni Kuria. Kuna politician alikuwa na kwa auction vitu zake hapa. I think it was Moses Kuria. Sijui, I think. Nyamu Karangamu. Ile hao. Shaikuwa. Hata Kuria the other day. Unaona sasa hiyo ndo najaribu kuambia, unaona alikuwa ameshindwa. Unaona shida ya debt ni venye anakuambia. Unaona siku kitu itakufanyikia ushindwe kuiservice. Unafikiria watu uko na deni yao watu watakuwa understand. Ati kitu imemfanyikia tumpatieni liwe. Wanakuja kama bulldozer.
Uko busy man. Hawa kwa job, hawa watambua ati sijui ati kulienda Segemnege, kulienda Ikala. Hiyo sasa ina happen kama sasa uko hiyo story ya if you can't save then we are having something yenye ina lazima usave. Unaweza chukua debt but hiyo debt kitu tutafanyia nao pesa, make sure ina service hiyo debt vizuri. Usichukua ati loan ya sherehe, ya enjoyment. Ama tu umechukua loan za investments. Yeah, kama maybe you want to take a land, mortgage, tuka hizo. Alafu wazazi pia want to make story ya man. Anyway, subscribe. Anyway, guys, tell us in the comment section what you think about. We've discussed a lot, but yeah, tell us about what you think about the saving culture. No, about what they think. Yeah. Mwambie kenye mnafikiria, guys. Comment section yenyu, feel free. Tell a friend to tell a friend. Check us out on our social media pages. I need to tell them. 1% kila mahali. Mbona focus? Can you focus? 1%. Patent hiyo. Oh my god. Patent. Hey, the 1% Club on Instagram, X, TikTok, and of course YouTube and Facebook. Yes, tell a friend to tell a friend, don't be a bore. And if there's something else you would want us to discuss, tell us also in the comment section. And kitu ngine unataka kuambia? Ciao. Happy Easter, money. Adios muchachos. Adios muchachos. See you in the next one. Adios muchachos.